na maovu ambayo yalikuwa yanafanyika Sodoma, ni kama sasa hivi ndio yanapigiwa kampeni. Ni kama sasa hivi ndio yanapigiwa kampeni. Jumatano moja hapa nikakwambia, Biblia imeandika vizuri kabisa. Sisi watu wa kiroho tunafahamu historia, japo kisayansi nao wana maongezi yao. Sijui tone likiangukia wapi linatengeneza upinde uonekane una rangi ngapi, wanaweza kuzipa. Ila nazungumzia vitu vya kiroho. Wakati Mungu ameangamiza Sodoma, Mungu ameshusha maji ikaangamiza, gharika likashuka, mafuriko yakatokea. Mungu akaweka agano, akasema sitaangamiza tena kwa maji na kwa moto. Akaweka ishara ya upinde ya kwamba hii ni agano langu la milele, ya kwamba sitaangamiza tena. Hebu angalia, yaani Mungu akaweka ishara ya upinde ya kwamba hii mvua ama chochote kitakachotokea, maovu yanapozidi, upinde ukitokea, liwe agano la kwangu ya kwamba sitaangamiza tena ardhi, sitaangamiza tena watu. Hajalishi ni machafuko gani watafanya, lakini sitaangamiza tena. Akaweka ishara ya upinde kwa ishara ya agano la milele na watu wake. Ni agano la Mungu na watu wake ya kwamba hata waangamiza tena. Baada ya maasi ambayo wao kule kwa Lutu, wale walikuwa ni vijana na wazee ambao waliofika kwenye ile nyumba wakataka kuvunja mlango ili wawajue wale malaika walioingia kwenye ile mji. Mungu akashukia, yaani bado ninataka kutengeneza rehema na neema yangu ishuke, lakini bado nafanya hivi. Akawaangamiza, lakini baada ya kuangamiza, Mungu akaweka agano lake ya kwamba sitaangamiza tena kwa upinde. Sasa hebu angalia, Mungu ameweka agano lake lile kwa upinde. Leo cha ajabu, upinde huu ndio unachukuliwa kuwa nembo ya mashoga, ndio inachukuliwa kuwa nembo ya kusapoti mahusiano ya jinsia moja. Yaani dhambi ambayo ndio ilifanya watu wa moto wake, na Mungu akaweka upinde, agano la rehema, ili tukilitazama tuone kweli Mungu anatukumbuka, kweli Mungu anaturehemu. Lakini hilo nembo, hilo agano, wanadamu wamelichukua na kulifanya liwe la kwao, la kusapoti ile dhambi iliyofanya wanadamu waangamie. Unaona kitu cha ajabu sana, ni kitu cha ajabu sana. Hebu fikiria wewe na mimi tungekuwa Mungu sasa. Yaani hiyo ni kuvuka mipaka ya kwamba nimeweka hii ili nikitazama ni warehemu, lakini mmeichukua hata kile nilichokiweka ya kwamba ndio iwe utambulisho